na Mungu alikusudia ndoa ulionayo iwe na furaha. Na kama hauna furaha, unahitaji msaada wa kiroho, unahitaji ufahamu wa kiroho. Tutakapoendelea tutajifunza kwa nini ndoa nyingi kipindi tulicho nacho hazina furaha. Kila mmoja wetu anatamani kuwa na familia bora yenye furaha. Kila mmoja wetu ukimuuliza, anatamani kuwa na familia bora yenye furaha, na ni mpango wa Mungu kuona sote tunakuwa na familia bora, tunakuwa na amani, tunakuwa na furaha. Kwa hiyo tunapojifunza karakana ya ndoa na mahusiano, tunapoongelea kipengele cha familia ya Mungu, nataka tuongelee kwa upana makusudi ya Mungu kuwepo kwa familia yake hapa duniani. Kwa nini ndoa zipo? Kwa nini ndoa zipo? Najua ziko sababu nyingi sana kwa nini ndoa zipo. Lakini ngoja niseme tu kwamba ninachokijua ni kwamba kuoa ama kuolewa ni mpango kamili wa Mungu kwa wanadamu. Yaani Mungu amebariki. Kuoa ama kuolewa ni mpango kamili wa Mungu. Kwa nyingine, Mungu amebariki. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 na ule mstari wa 15 hadi 25. Utaona vile Mungu anatengeneza mpango huu wa kutokea kwa ndoa ya mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo kwa nini ndoa ipo? Ni kwa sababu ni mpango kamili wa Mungu wa kuona ndoa itokee duniani kwa ajili ya makusudi yake mwenyewe. Kwa hatuoi ama hatuolewi, hatutengenezi familia si kwa sababu tu kama ni sheria ama ni lazima. Hicho ni kwamba Mungu amekibariki, Mungu ameturuhusu. Ni jambo la pili, kwa nini ndoa zipo? Ni ili kupata usaidizi. Ili kupata usaidizi. Tunapokuwa na usaidizi, mambo yanaenda, mambo yanafanikiwa. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 12, kuna maneno anaongea hapo. Mstari wa 6 sasa, ni afadhali kuwa na kidogo tu pamoja na amani moyoni kuliko kuwa na mengi pamoja na tabu, sawa tu na kufukuza upepo. Tena naliona jambo moja bure kabisa duniani. Nilimwona mtu mmoja asiye na mwana wala ndugu, hata hivyo haachi kufanya kazi, hatosheki kamwe na mali yake, wala atulii na kujiuliza, ninamfanyia nani kazi na kujinyima starehe? Hilo nalo ni bure kabisa, ni shughuli inayosikitisha. 9, ni afadhali kuwa wawili kuliko mtu kuwa peke yake, kwa sababu wawili watapata tuzo la kazi yao. Kwa hiyo tunapokuwa tunatengeneza familia ya ndoa, tunapoungana wawili, tunatengeneza tuzo, tunatengeneza matokeo mazuri, tunatengeneza baraka kwenye maisha yetu. Lakini je, ni kweli ndoa zote zinatengeneza baraka? Hapo ndio tutajifunza karakana ya ndoa. Lakini pia kwa nini pia ndoa zipo? Ni ili kupata faraja ya moyo wa mtu, ama faraja ya moyo wangu. Watu wanahitaji faraja za kweli. Sasa ukipata familia ya Mungu, utapata faraja ya kweli. Kwa maana ukipata mtu sahihi kwenye maisha yako, iwe ni mume ama mke, utakuwa umepata faraja ya kweli. Ukipata mtu sahihi kwenye maisha yako, awe ni mume ama mke, utakuwa umepata msaidizi wa kweli kwenye maisha yako. Kwa hiyo tutakuwa tunatimiza mpango wa Mungu kwa sababu Mungu anakuwa ametubariki. Sasa changamoto kubwa inayokabili ndoa nyingi ni kutokana na msingi wao wa ndoa ulianzaje. Kwa tunaona leo kuna changamoto za ndoa nyingi. Ni kweli wameoana hawana faraja, ni kweli wameoana hakuna usaidizi, ni kweli wameoana lakini hawaoni kama kuna mpango wa Mungu katikati yao. Sasa hii ni changamoto ipo kubwa sana. Na swali langu lingine, je, ni kweli ndoa za sasa zina furaha ya kweli? Kimsingi asilimia ndogo sana ya ndoa zilizopo zina furaha. Nyingi, ukichukua kati ya ndoa 100, mimi kwa tathmini yangu, basi ndoa 20 tu ndio zina faraja. Ndoa 80 ni matatizo. Kwa nini?
kuna mambo ambayo yanapelekea ndoa nyingi kukosa furaha. Sasa tutaongea kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi 17. Tutasoma kwa wakati wako, tutasoma mstari, tutasoma mimi michache tu. Tunaona hapo kwamba uharibifu mwingi wa maisha ya watu unatokea kwa sababu ya kufuata mambo ya mwili. Ndio maana mstari wa 9 anasema lakini ninyi hamuishi kwa kufuata matakwa ya mwili, bali mnaongozwa na Roho. Kwa msingi wa kupata familia bora unaanzia rohoni. Watu wengi wa rohoni wanapata vitu vya rohoni na wa mwilini wanapata vitu vya mwilini. Kwa tunaona kwamba ndoa nyingi zina migogoro, ndoa nyingi zina matatizo, ni kwa sababu mambo yao mengi yalianzia mwilini. Kwa watu wa mwilini ufuata matakwa ya mwili, lakini wale wa rohoni wanaongozwa na Roho. Kwa maisha yetu yanayotengeneza familia bora ya Mungu yanategemea na jinsi ambavyo tunaongozwaje na Roho, tunaishije na Roho. Sasa wanaongozwa na Roho ni watu ambao wanamjua Kristo, wanamjua Mungu, wanaishi kwa kanuni za kimungu. Watu hawa siku zote wana uwezo wa kutengeneza familia njema. Ukiona familia ina shida, kuna tatizo katika msingi wa ndoa.